Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na tena ni siku nyingine nzuri Bwana ameifanya. Baba ametupatia nafasi tena ya kufika katika ibada ya siku ya leo, kwa maana hii ni ibada kamili. Bwana wabariki sana, ninakushukuru sana popote ulipo. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Naitwa Apostoleni, niko katika kanisa la New Covenant Prayer Center, niko katika kaunti ya Samburu, mahali panaitwa Olosheki. Tunamshukuru Mungu, tunamtukuza Mungu sana. Mungu ametenda mema katika maisha yetu. Tunamtukuza huyu Bwana maana ametutendea mambo makubwa. Tunazidi kumtukuza katika kila jambo anatutendea, na haya yote yanafanyika kwa ajili ya wale wanampenda Mungu. Kabla ya jambo lolote, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya nafasi hii umetupatia Mungu. Asante kwa ajili ya nafasi hii tena umetuleta katika studio ya New Covenant TV. Jehova uinuliwe, Jehova upewe sifa, Jehova utukuzwe katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana utaenda kutufundisha kupitia kwa neno lako. Ninakushukuru kwa sababu utaenda kutenda mambo makuu. Ninasema asante kwa maana wewe ni mwema na hakuna mwingine kama wewe Jehova. Uko mahali hapa maana umesema watatu wawili wakutanapo kwa ajili ya jina lako, wewe uko katikati yao. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amina. Amen, amen, amen. Mtu wa Mungu popote ulipo, mtumishi wa Mungu popote ulipo, unayetumika katika madhabahu ya Bwana popote ulipo, Bwana akubariki sana. Asante sana kwa sababu ya comment, kwa sababu ya kushare. Wengine hata wamesha follow. Baba wabariki katika jina la Yesu na watende mema. Hivyo tu ndo njia ya kuweza kuifanya haya mahubiri yakaweza kuenda mbali, na pia tuweze tukapata hata vyombo vya kufanyia kazi ya Mungu katika jina la Yesu. Bwana wabariki sana, Bwana watende mema, Bwana watende mema katika jina la Yesu. Siku ya leo ninataka kukufundisha kitu kinaitwa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba si kukosa kula chakula. Kufunga na kuomba si kukosa kula chakula. Nitarudia mara ya tatu. Kufunga na kuomba si kukosa kula chakula. Kukosa kula chakula kwa wakati wake, hapana. Kufunga na kuomba ni kuamua kuutesa mwili ili roho iweze kufanya kazi, ili roho iweze kuinuka, ili maisha yako ya kiroho iweze kuinuka. Kufunga na kuomba, hiyo ndio maana yake, sio kukosa kula. Nataka nikufundishe vitu ambazo kufunga na kuomba peke yake ndio inaweza kubadilisha. Nataka nikufundishe ili uweze kuelewa katika jina la Yesu Kristo. Basi nataka tu uweze kuelewa ya kwamba kufunga na kuomba inakuwaga ni jukumu la Mkristo. Ni jukumu la Mkristo. Wakati unapoona kwa nini tunafunga na kuomba, kuna vitu ambazo lazima ufunge na kuomba ndo ziondoke. Kama vitu ambazo umekuta kwamba unakuta kwamba ni vitu vya kujirudia rudia. Tuseme kwa mfano ni magonjwa yanayojirudia rudia katika familia. Unataka Mungu akuelezee ni kwa nini hivi inafanyika. Tunafunga na kuomba ili tuweze kupata ufahamu wa mambo yanayofanyika katika maisha. Kuna vitu zingine unakuta ni kwamba ni madhabahu ya familia ambayo hayaishi katika familia. Unakuta kuna kitu fulani, kuna tabia fulani ambayo haiishi katika familia. Pia unafunga na kuomba ili uweze kuelewa ni kwa nini hivi vitu zinafanyika. Kwa hiyo katika hali ya kufunga na kuomba kuna vitu vingi sana, na nitakufundisha leo. Kwanza kabisa ninataka nikufundisha kwamba kuna vitu ambazo kwa kufunga na kuomba peke yake utaweza kushinda katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza nimesema ya kwamba ni kuvunja ngome ya shida ambazo zinaendelea katika familia, vitu ambazo tunaita generational curses, vitu ambazo tunaita madhabahu ya laana ya kifamilia, ya ukoo ambaye haikatiki. Unakuta katika familia kuna kitu ambacho kinaitwa laana ya ukoo. Laana ya ukoo ni kitu nzito sana. Ni kitu nzito sana. Popote ulipo, unaposikiliza, unapotazama, laana ya ukoo ni kitu nzito sana, tena zaidi kwa sababu ni kitu ambacho kiko kwenye damu. Mtu ameumbwa na damu, mtu ametoka kwenye damu. Wakati ambapo mtu anapozaliwa ni damu ya wazazi wawili ni zinashikana. Kwa hiyo kuna generational curse ama kuna laana ya ukoo kupitia kwa baba yako. Kuna laana ya ukoo kupitia kwa mama yako ambaye amebeba katika damu yake, na inapochanganywa damu hizi mbili
inakutengeneza wewe ambapo unanisikiliza, ambapo unaishi saa hizi. Katika jina la Yesu Kristo, leo tutaenda kuelewa jinsi ya kuvunja hizo laana za ukoo katika jina la Yesu Kristo. Mungu ataenda kutufungulia katika jina la Yesu Kristo. Kuna kitu kinaitwa laana ya ukoo. Hii laana ya ukoo inafuata, unakuta katika familia fulani kuna tabia fulani ambayo haiwezi kaisha, labda tabia ya kitu kama ndoa kuvunjika kila wakati. Ndoa kuvunjika kila wakati, unakuta kwamba ni kwenye ukoo. Kuna mtu fulani inatokea kwamba nitakufundisha wakati mwingine vitu zinaitwa laana za ukoo, lakini kwa leo tutapitia tu vitu juu, kwa sababu tunaenda kujifunza tu ni nini unaweza kutumia wakati unapofunga na kuomba. Ni nini ambayo inaweza kufanyika katika maisha yako? Ni vitu vingapi ambapo unaweza ukafanya kwa ajili ya kufunga na kuomba? Ni nini ambacho inawezekana katika jina la Yesu? Namshukuru Mungu kwa sababu ataenda kutufundulia. Roho Mtakatifu ataenda kutupatia usahihi wa maneno katika jina la Yesu Kristo. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba ndio tunajifundisha siku ya leo. Kufunga na kuomba popote ulipo, Bwana ataenda kubariki katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga na kuomba kwa vitu gani? Kuna vitu ambazo haziwezi zikaondoka katika maisha yako bila kwa kufunga na kuomba. Kitu ya kwanza nimesema kwamba ni laana ya ukoo. Hii ni somo nzito. Hii ni somo kubwa ambayo tutasoma wakati utapokuwa unanifollow katika YouTube yangu ambayo imeandikwa Apostoleni Ministries. Utaweza kupokea, utaweza kujua vitu mingi sana. Hii ni somo nzima. Sitachukua nafasi kwa hii kwa sababu siku moja nitakufundisha kuhusu laana ya ukoo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna vitu ambazo haziwezi zikaondoka katika maisha yako pasipo kufunga na kuomba. Hii tumesema laana ya ukoo. Tusome kitabu cha Mathayo 17:21. Mathayo, fungua Biblia yako. Mathayo 17:21 inasema ya kwamba kuna roho zingine ambazo haziwezi zikaondoka ila kwa kufunga na kuomba. Yesu Kristo alikuwa ameletewa mtu ambaye wanafunzi wake walikuwa wameshindwa kumtoa pepo. Nikisoma hivyo unaona kwamba hapo mwanzo unaona kwamba Biblia inasema kwamba hawa watu walikuwa wameletewa huyu mtu ambaye huyu ni mtoto, alikuwa ni mgonjwa akaletewa kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Ninafungua Biblia yangu kwa sababu nataka tusome kabisa Mathayo 17:21. Mathayo 17:21 nataka tuisome vizuri ili tuweze kuielewa vizuri Biblia yetu, tuweze kuelewa vizuri inasema vipi katika Biblia. Mathayo, tunasema Mathayo 17, kitabu cha Mathayo 17, tunaona ya kwamba Yesu Kristo wanafunzi wa Yesu Kristo waliletewa huyu mtu ambaye alikuwa na shida, anaumwa. Mathayo, tunaona kitabu cha Mathayo katika jina la Yesu Kristo. Tunaona kitabu cha Mathayo, tunaona ya kwamba kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 17, tunaona baada ya siku 6 Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana nduguye, akaenda nao peke yake juu ya mlima mrefu, akawaacha na wanafunzi wengine wote huko. Alipowaacha huko, watu walikuja wakajua kwamba hata hawa wanafunzi wanaweza wakatoa hii pepo ya huyu mtoto, kwa sababu walikuwa wanatembea na Yesu Kristo. Hii pepo ilikuwa ni pepo ya kifamilia. Hii ilikuwa ni pepo ya familia. Basi walipomleta, tunasoma hapo katika kitabu cha Mathayo 17 17 mstari wake ni wa 10. Kisha wanafunzi wakamuuliza mwalimu, wakasema mwalimu, mbona ni lazima kwanza twende 10 na ngapi, 10 na twende ili tuweze kupata kwa haraka 16. Hapo hawa 13. Hapo hawa wanafunzi wakafahamu kwamba alikuwa akiwaambia juu ya Yohana Mbatizaji. Walipofika tena ule umati wa watu, mtu mmoja alimwendea Yesu akampigia magoti akasema, Bwana, muonee huruma mwanangu, kwa kuwa ana kifafa, tena anateseka sana. Mara nyingi huanguka motoni na majini. Nilimleta kwa wanafunzi wako, lakini
hawakuweza kumponya. Yesu akajibu, enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawavumilia ninyi mpaka lini? Mleteni hapo huyo mtoto. Basi Yesu akamkemea huyo pepo, naye akamtoka, na yule mtoto akapona wakati huo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakiwa peke yao. Sasa, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa yule pepo? Yesu akawajibu, kwa sababu ya imani yenu haba. Nawaambieni kweli, kama tu mkiwa na imani iwe ndogo hata kama mbegu ya haradali, mtaweza kuambia mlima huu, toka hapa uende pale, na utakwenda. Hakuna chochote ambacho hakingewezekana kwenu. Pepo wa namna hii hawezi kuondolewa ila kwa sala na kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni Mungu, lakini alitaka kufundisha wanafunzi wake ya kwamba vitu zote sio za kukemea bila wewe kufunga na kuomba. Katika familia yenu kuna kitu kinaitwa laana ya ukoo. Hii laana ya ukoo ni mpaka mtu mmoja aweze kuchukua hatua ya kufunga na kuomba, ili aweze kufanya nini? Aweze kuondoa hiyo laana katika maisha yenu. Lakini mkiendelea kukaa hivyo itawakula, kwa sababu laana ya ukoo inaenda mpaka ukoo wa 4. Inaenda mpaka kizazi cha 4. Kizazi cha 4 hiyo ni miaka 400. Kizazi cha kwanza kinatumika katika mwaka 100. Mwaka mwingine 100, ingine 100. Kwa hiyo wewe labda uko katika hiyo kizazi cha ngapi? Ndio maana unateseka. Kwa hiyo vitu zingine haziwezi zikatoka kwa sadaka. Haziwezi zikatoka kwa kufanya chochote. Inatoka tu kwa kufanya nini? Kwa kufunga na kuomba. Na ndio maana anasema pepo wa namna hii, Mathayo 17:21 inasema pepo wa namna hii hawezi kuondoka ila kwa sala na kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza tumeona kwamba laana ya ukoo, unapotaka kuvunja laana ya ukoo, unavunja kwa kufunga na kuomba. Laana ya ukoo nitakuja nikufundishe pole pole, utaweza kuelewa laana ya ukoo ni namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kitabu cha Daniel 12. Kitabu cha Daniel 12 tunaona kwamba naye Daniel alifunga na kuomba. Alifunga na kuomba. Kwa nini alifunga na kuomba? Alifunga na kuomba ili aweze kupatiwa tafsiri ya ndoto. Wakati unakuta kwamba katika maisha kuna kitu ambacho kinaitwa hesabu ambayo hauelewi ni nini inafanyika, unahitaji kufunga na kuomba. Kuna vitu ambazo kadhaa ninaenda kukufundisha. Hii ni ya pili. Unapoona kabisa maisha yako kwamba imekaa ni kama ni methali kubwa, imekaa ni kama ni hesabu ambayo hujawahi kuona, umeona kwamba ni kitu ambaye ni kama umekaa kwenye giza, ni kama uko ndani ya msitu, uelewi njia ya kutokea, funga na uombe. Utakapofunga na kuomba, Mungu anaenda kukupatia tafsiri ya kila kitu. Maana yeye anajua kila kitu. Yeye ni Mungu, hakuna jambo linalomshinda. Daniel 10, fungua Biblia yako. Daniel 10, kitabu ni cha Danieli 10. Danieli 10, tunaona vile Daniel na yeye alifanya nini? Aliweza kufanya nini? Aliweza kuomba. Aliweza kuomba. Kwa nini aliomba Danieli? Kwa sababu alikuwa na fumbo ambalo lilikuwa mbele yake, na hii fumbo ilikuwa imesemekana kama hamtafumbua basi utaweza kufanya nini? Mtakufa, mtauawa. Danieli alichukua hiyo nafasi, akaenda akaomba. Hii si kitu ya kwenda kudiscuss. Wacha mambo ya kudiscuss mambo yako na watu. Nenda ka discuss na Mungu. Funga na uombe, panda mlimani. Unaweza ukafunga na kuomba ukiwa ndani ya nyumba. Hiyo ni uongo. Utapata disturbances nyingi sana. Kufunga na kuomba ni kuamua kutesa mwili, ni kuamua kujikana nafsi yako kwa ajili ya kutaka jibu kutoka kwa Mungu. Daniel alifunga na kuomba. Alifunga na kuomba. Kwa nini alifunga na kuomba? Kulikuwa na kitu alikuwa anataka kutoka kwa Mungu. Tunasoma kitabu cha Daniel. Tunasoma kitabu cha Daniel 10. Mnamo mwaka wa 3 wa utawala wa mfalme Koreshi wa Persia, Danieli aliyeitwa pia Belshaza alipewa ufunuo. Ufunuo huu ulikuwa wa kweli, lakini ulikuwa mgumu sana akueleweka. Kukuwa na ufunuo katika maisha yako ambao uelewi, labda ni ndoto umeota, labda umechanganikiwa kwa maisha, kuna kitu ambacho kinakuchanganya, ni nafasi yako ya kuomba, kwa kufunga na kuomba. Hata hivyo alielewa ufunuo huu, maana pia alifahamu maono.
Wakati huo mimi Danieli nilikuwa nikiomboleza kwa muda wa majuma matatu. Alikuwa amefunga kwa majuma matatu. Majuma matatu, hiyo ni 21 days, 7 times 3, 21 days. Sikula chakula cha fahari, sikuguza nyama wala divai, na sikujipaka mafuta kwa muda wa majuma hayo yote matatu. Wakati kunakuwa na ugumu katika maisha yako, uelewi ni nini kinaendelea katika maisha yako, ni wakati wako wa kufunga na kuomba. Usipofunga na kuomba, hilo jibu huwezi ukalipata kwa njia nyingine yote. Anasema alikuwa amechanganikiwa. Siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilikuwa nasimama kando ya mto Tigri. Nikainua macho yangu nikamwona mtu amevaa mavazi ya kitani na kiunoni amejifunga makanda ya dhahabu kutoka Ufazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa na confusion katika maisha yako, ni wakati wako wa kufunga na kuomba. Funga na uombe. Funga na uombe ili uweze kupata maana ya maono katika ndoto yako. Unakuta kuna watu wanaota ndoto. Nitakufundisha siku moja kuhusu ndoto mahali hapa tu, na utaweza kupata kwa nini watu wanaota ndoto na ndoto zinakuja kwa sababu gani. Tutajifundisha hapa. Danieli alikuwa na kitu kinaitwa talanta ya kuweza kujua ndoto. Aliweza kumtafsiria Belshazzar, aliweza kumtafsiria mtu anaitwa Nebukadneza ndoto, alimtafsiria hizi vitu zote. Lakini sasa hapa na yeye amepata fumbo. Dawa baada ya kuona hii maono, akaelewi ni nini inaendelea, akaenda akafunga siku 21. Nitakufundisha siku 3 inamaanisha nini, siku 21 inamaanisha nini, kufunga siku moja ina nguvu gani katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo jambo la pili tumeona hapa ni kwamba ukifunga kwa ajili ya kuweza kuelewa ni nini kiko mbele yako, kuna maono fulani ambayo huwezi kuelewa Mkristo, basi unafunga. Ili tena unapokuwa katika hali ya kupandishwa cheo cha kiroho, unafunga na kuomba. Wachawi ili waweze kupandishwa kwenye cheo kikuu cha uchawi, lazima waende katika mfungo, waende katika kuteseka katika mwili, ili waondoe kabisa, waondoe ile uraia wa mwili, ili waweze kuingia katika roho, waweze kutembea usiku kwenye anga. Usidhani inakuwa ni rahisi hivyo. Alafu wewe Mkristo unakula na kunywa kila siku, January to December, kila siku, Monday to Friday, Monday to Monday, wewe unaendelea tu kujaza tumbo, wakati wachawi wenyewe wanaenda wanazikwa kaburini. Nusu mtu anazikwa kabisa, anazikwa kabisa, anazikwa kabisa, anakosa pumzi. Mwingine anaenda anatumbukizwa kwenye bahari kwa sababu anataka kuutesa mwili. Wacha nikuonyeshe, nikuambie kwamba sisi ni jeshi, na mtu yote ameenda kwenye kambi ya jeshi, hakuna kule msamaha, hakuna kule kuonea huruma, hakuna chalele mama kule. Ni kwamba ni watu wanapiga kitu kinaitwa mazoezi ya kufa mtu, kwa sababu lazima utolewe uraia ili wewe uweze kuwa mwanajeshi. Kuna rafiki zangu wengi tu wanajeshi ambao wananipatiaga story ya vile wanapitizwa kule. Tumeona hata kwenye TV, unaangalia kwenye runinga yako, unaona kwenye sinema, unaona kwamba wanateseka. Si kuteseka, ni lazima utoe uraia. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo, hasa kwanza mtumishi wa Mungu, hakuna vile unaweza ukaweza kuongoza watu ukawaongoza watu. Mungu akakupatia watu zaidi ya 50,000 watu, Mungu akakupatia watu 10,000, watu 3,000, alafu akakosa kukupatia mazoezi ya kuweza kukana mwili wako, kwa sababu kwanza wewe ni mwenye dhambi tena mkubwa. Unahitaji kukana hii mwili kabisa ikosane na wewe, ili ndio Mungu akuinue. Kwa hiyo kitu kingine ambacho cha kufunga na kuomba ni wakati unataka kupata upenyo katika anga tofauti, ili uweze kucontrol spirit za watu, uweze kucontrol roho za watu. Uwezi ukafanya hii kazi kama haufungi na kuomba. Unataka kitu kinaitwa promotion, unataka favor kutoka kwa Mungu, unataka mbingu ikufahamu ya kwamba uko mahali fulani. Kuna watu ambao mbingu inawafahamu. Angalia mtu kama Elia, anasema na ijulikane Mungu uko. Akumwambia Mungu shusha moto, alimwambia na ijulikane Mungu uko. Na mbingu, kwa sababu ilikuwa inamjua Elia, kwa sababu alikuwa amepitishwa kwenye moto, mbingu zikajibu kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema ya kwamba ukitaka kupanda katika ngazi ya kiroho, ni lazima ufunge na kuomba.
Uwezi ukakuwa tu kwenye ngazi moja kila wakati. Unataka kujua hata lugha mpya, unafunga na kuomba. Unataka kujua ufunuo mpya, unafunga na kuomba. Soma kitabu cha Zaburi 76, 75 samani, 75, Zaburi 75:6, Zaburi 75:6, 75:6, alafu utaona 75:6 inasema, hukumu haitoki mashariki au magharibi, wala haitoki nyikani au mlimani. Hukumu haitoki mashariki au magharibi, wala haitoki mlimani, nyikani au mlimani. Mungu mwenyewe ndiye hakimu, humshusha mmoja na kumkweza mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu mwenyewe ndio anayetupandisha juu. Kwa hiyo tunapotaka kupanda katika ngazi ya imani, basi tunatakikana tunafanya nini? Tunamtafuta huyu Mungu katika kufunga na kuomba katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Tunaendelea. Ukitaka kushinda majaribu ya giza, ukitaka kushinda majaribu ya giza, ukitaka kusimama katika kushinda majaribu ya giza, tunaona katika kitabu cha Marko 9:29, Marko 9:29. Ndo hiyo tu tunaipata tena katika kitabu cha Marko 2:29, ambaye inasema kwamba hii haiwezi katoka hivi. Usidhani ya kwamba inatakikana kutoka hivi, kwa sababu hii ni vita. Ukitaka kupigana katika ulimwengu wa giza, lazima ufunge na uombe. Lazima ufunge na uombe. Soma Marko 9:29. Marko 9:29. Najua kwamba Mungu anaenda kukubariki katika jina la Yesu. Naelewa vizuri sana katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana jambo hili haliwezi ukashinda bila kuomba, bila kuomba. Hivi ndo neno la Mungu linasema. Hiyo tumeshalisoma na najua kwamba Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kitu kingine, unataka kufungua milango ambayo imefungwa. Unataka kufungua neema ambayo imefungiwa kwa muda mrefu. Daniel aliomba, lakini maombi yake yakafungiwa na wakuu wa Wajemi, ikafungwa. Kwa hiyo una wakati mwingine unakuta kwamba unaomba lakini vitu hazisongi. Unaomba, unatoa sadaka, unatoa sacrifice, lakini vitu havisongi. Ukitaka kufungua milango ya mbinguni, unafunga na kuomba. Isaia 58:6. Tusome kitabu cha Isaia 58:6. 58:6 Isaia. Unaona kwamba neno la Mungu lina nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Isaia, kitabu cha Isaia 58, kitabu cha Isaia 58 tunaipata hapo. Isaia 58:6, 58:6, kitabu cha Isaia 58:6 inasema hivi, neno la Mungu linasema hivi, mfungo ninaotaka mimi ni huu, kuwafungulia waliofungwa bila haki, kuziondoa kamba za utumwa, kuachia huru wanaokandamizwa na kuvunjilia mbali udhalimu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo nguvu ya kufunga. Unapofunga unafunguliwa haki yako ambayo imekataliwa kwa muda mrefu. Pengine labda ni pesa zako zimekwama, funga na uombe, itafunguka. Pengine ni kazi unataka, funga na uombe, utastukizia kwamba ulipeleka barua ukaanza kuitwa. Pengine hata ni ndoa imekwama, funga na uombe, na Mungu ataenda kutenda miujiza katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Anasema mfungo ninaotaka mimi ni huu, kuwafungulia waliofungwa bila haki, kuziondoa kamba za utumwa, kuwaachia huru wanaokandamizwa na kuvunjilia mbali udhalimu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wacheni kujitaabisha katika mifungo ambazo hazina maana, lakini mifungo hii ndio mimi nataka. Mungu ndo anasema hivyo katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama kuna milango ambayo imefungwa, pia hiyo inafungua katika jina la Yesu Kristo. Aya, namba 6. Wanao tumefika namba 6. Sasa kama ulikuwa unafuata taratibu, ni kwamba unataka kupokea kitu kinaitwa ufunuo wa unabii. Ufunuo wa unabii. Pengine hata umeenda mahali ukatolewa unabii, lakini haujui ufunuo wa huo unabii ni namna gani. Unaenda kuomba, unafunga na kuomba, unafunga na kuomba ili upate ufunuo. Pengine hata imekuja kama maono katika ndoto, unafunga na kuomba. Daniel 10 unaona vizuri sana kwamba Daniel alifunga na kuomba ili aweze kuelewa
aweze kuelewa Daniel 10, unaona kwamba Daniel alifunga na kuomba. Daniel 10 tulishasoma pia, tunaona kwamba Daniel alifunga na kuomba. Alifunga na kuomba hata wakati ule ambapo aliletewa ile taarifa na mfalme, ilipopatikana kwamba mfalme alikuwa ameota. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona vizuri sana kwamba mfalme alikuwa ameota, na alipoota aliweza kuwa na katika Danieli 7 inasema, mnamo mwaka wa kwanza wa utawala wa mfalme Belshaza wa Babyloni, Danieli aliota ndoto na kuona maono akiwa amelala kitandani mwake. Aliandika ndoto yake hii: mimi Danieli niliona katika maono usiku pepo 4 kutoka pande zote za mbingu zikichafua bahari kuu. Wanyama wakubwa 4 wakainuka kutoka humo baharini, kila mmoja tofauti na mwenzake. Mnyama wa kwanza alikuwa kama simba na alikuwa na mabawa kama ya tai. Nikawa namwangalia, mabawa yake yaling'olewa, naye akainuliwa na kusimama kwa miguu miwili kama binadamu, kisha akapewa akili ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndoto ilikuwa ni ajabu sana, ambapo nani aliota? Daniel aliota hii ndoto. Na ukisoma hapo mbele unaona kwamba aliingia katika mfungo na akapatiwa tafsiri. Ukisoma Daniel 7:24, nikaelezwa hivi: yule mnyama wa 4 ni ufalme wa 4 utakaokuweko duniani. Ufalme huo utakuwa tofauti na ufalme nyingine, nao utaangamiza dunia nzima, utaibwaga chini na kuipasua vipande vipande. Alipewa tafsiri. Zile pembe 10 ni falme 10. Unadhani ndoto? Nitakuja kufundisha kuhusu ndoto siku nyingine, Mungu akitufungulia njia, kwa jina la Yesu Kristo, na kufundisha kuhusu ndoto. Unaona, ndoto aliota, mtu mwingine angeota tu aseme nimeota na mapepo, nimeota